Rĩrĩa tongerete kimathomo ja Meru na Kenya ngima na nĩtũkinyanĩrĩtie mibango ya mũtaratara mwerũ jwa kithomo CBC na nandi tũrĩ na Mwanka Junior Secondary School. Cukuru yetu tũrĩ na ritwa boarding na day scholars. Njukania bwa January 2024 kiri Junior Secondary School PP1 Mwanka grade 6 nĩbwĩtĩte na mbere na marei yetu nĩja kũguna mũhuko jwaku. Kumenya mantu nkoroki turiongere chukuru kana turingere thimo gukorokera namba iji 0725 977 114 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mikono yako Bwana, ninaalika uwepo wako mahali hapa. Naalika nguvu zako kwa ibada hii ya siku ya leo. Mahali popote ulipoinua mikono yako Baba Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo, Mfalme wa falme, Mungu mwenye uwezo, ambaye umetubeba tukafika umbali huu. Ninakubariki Bwana, na siku ya leo Mungu wangu, ninaweka ibada hii mikononi mwako. Ninakuabudu Bwana, ninaalika nguvu zako kwa nyumba hii. Asante kwa yale umetenda, asante kwa yale unaenda kutenda Bwana. Kuna mtu amekuja hapa hajaokoka, umuokoe, umusamehe Bwana, ubadilishe maisha ya mtu. Asante hata kwa ajili ya ufunuo Bwana, atakuwa Mungu. Inua mikono yako, shangilia Yesu. Yes. Thank you Lord. Mtazamaji wetu mahali ulipo, siku ya leo nakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaitwa Apostle Dominic Kiyoki, nimeokoka. Kristo ni Bwana, amenihifadhi vizuri. Hapa tuko ni LGRM Meru Christ Embassy. Jesus Christ is Lord. You are welcome. Join us and you'll be blessed. We want to talk about the power in the word of God. The power in the word of God, or the power in the name of Jesus Christ. Remember, Jesus did not leave them without the power. He did not leave them without the power. Before he left, he anointed them and he gave them power and authority to trample on snakes and scorpions and to overpower all the powers of the enemy. Join us in Jesus' mighty name. Thank you. You are welcome. Naomba tukae kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo niko sawa, ninaendelea vizuri. Remember, we are at the beginning of the new year, the year 2024. And we are ready to conquer. We are ready to break record. We are ready to change things. The year 2024 will not just end like any other year. Will end powerfully in the name of Jesus the Christ. The Bible says in the book of Luke chapter
10 and verse 19. This is Jesus Christ speaking. The Bible says, Yesu akasema, behold, I give unto you power to tread on serpent. So Jesus saying here to his followers, anaambia wanafunzi wake, I give unto you power. You are empowered to tread on serpent and the scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall be by enemies at you. Nothing at all by enemies shall hurt you. Nothing by enemies shall hurt you. Hakuna kitu chochote kwa njia yoyote inaweza ikakudhuru. Kwa njia yoyote, kama iko kitu kwa njia yoyote ilikuwa inakudhuru, that is fake one. It is not the original. Maana Yesu anasema by any means hakuna kitu itakudhuru. By any means. That's where we are. Nothing at all. By any means. Somebody say hallelujah. By any means. So what you need is to realize yourself. Uelewe tu umepewa uwezo na mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge na kuharibu utawala na nguvu zote za adui. Set your mind that way. Set your mind, your attitude that way. Uelewe ya kwamba wewe ndio utadetermine vile mambo itafanyika. And the Bible says, and nothing by any means will hurt you. Hakuna kitu kwa njia yoyote. Awe ni muganga atatumika, awe ni devil agent, iwe ni nguvu za Illuminati, iwe ni binu ya shetani, kwa njia yoyote haitaweza ikakudhuru. Kwa hivyo kama uko kwa majaribu yoyote, that is fake, because in the name of Jesus Christ you have been given power. You are empowered to trample on snakes and the scorpions, and nothing by any means shall hurt you in Jesus' name. Somebody say hallelujah. That is what the Bible says. So we need to realize what we have been given. First letter of John 4:4. The Bible says, the one who is in us. We want to talk about the power of the word, the power of the gospel. Because our strength is in the word of God. Our strength is in the word of God. So our strength is in the word of God. The Bible says, do not fear. The one who is in us, first letter of John 4:4, is greater than the one who is in the world. The one who is in us, you little children, you are of God. We are of God. Hatuna any other root. Hatuna any other umbilical cord. We are of God. That's what the Bible says. You need to know that and understand that. We belong to God, little children, and have overcome them. Because greater is that is in you than he that is in the world. Mwenye ako komanda wetu, mwenye akondie mtawala wetu, mwenye anatoa sheria aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko yule aliko duniani. Hallelujah. So that's kind of knowledge, that's kind of understanding. The one who is in us. So you need to command, you need to speak. May you be overheard. Hallelujah. Naomba usikike ukiongea. Naomba uongee usikike. Akasema aliye ndani yetu ni zaidi ya yule aliye duniani. Kwa hivyo sisi tumemshinda shetani kwa sababu sisi ni wa Mungu. That kind of mindset, that kind of attitude, that kind of mindset, that the one who is in us is greater than the one who is in the world. So any other result from outside matters less. Amen. Kuna vitu shetani anafanya na unaamuka asubuhi discouraged, na unafika jioni discouraged, na alikuwa anajaribu tu just to break your heart. Bible says be courageous. Be courageous. Chapter 1 verse 5, the book of Joshua. Be courageous. You need that kind of a confidence to counter, even to face some situations. Ili uweze kuwa na change. You don't need just to be mlegefu at 2 week. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee.
I will not fail thee nor forsake thee. This is a promise. Verse 6. Be strong and courageous, because you will lead these people. There's an assignment ahead of you. Don't give up. Don't lose that. Somebody say, I will be strong. Amen. Akaambiwa hii mambo ya kuregea like an ordinary person don't. Usifanye hivyo. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I showed to your forefathers to give. There is an assignment ahead of you. You don't need to be dismayed. Haufai kuogopa wakati hali ni ngumu. Remember, verse 1 huwa inasema, the same chapter, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses died, or Moses is no longer alive. So there are things you need to know. Akaambiwa, Joshua, uko hapa? Ujua Musa ameenda. So mahali ulikuwa unaenda kuconsult, amezaenda. Ufanye nini? Be strong. Kuna mambo unafaa kuelewa. And then you change your mind. And then you change your talk. And then you change your attitude and the focus. Hallelujah. Kuna vitu unakaa hapo, it happened. Unazunguka hapo na iko ukweli hivyo. No matter the amount of tears, una vitu huwezi yakabadilisha. No matter how you are yelling, you need to strategize and plan. So the Bible says, akaambiwa, my son Joshua, Moses ameenda. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready. Be ready to cross the Jordan River. Be ready. You need to prepare to do great things. Hallelujah. Get ready. You need to prepare. You need to face some situations. Watu wengi kushindwa in fact inakuwa hapa. Kushindwa ama kushinda ni hapa. That is the truth. Kushinda ama kushindwa ni mindset. That's why the Bible says, be transformed. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. You renew your mind. Somebody say, I will renew. I can't hear you. My mind. Usiharibu ibada hii. Tafadhali ongea vizuri. Hello? Say, I will renew my mind. My mind. Kuna vitu unahitaji kubadilisha kabisa. When you appear, when you walk, when you talk, when you act, watu wanaona vitu tofauti kabisa. Kuna watu wako na situation even worse kuliko hiyo yako, but they are still confident. They are okay. They can sleep, they can eat, they can laugh. Mtu mmoja alikuwa anahitaji 200 million na akaenda kwa madhabahu kuomba. Mwingine akakuja anahitaji 10,000, hata yeye akaingia kwa madhabahu. Huyu wa 10,000 apati huyu wa 200 million nafasi, ana make a lot of noise na analia kabisa, anaitisha 10,000. God, huyu akamwambia nyamaza. Umesema ngapi? 10. Akamwambia wewe shika 10, enda. Ondoa njama. Let me have peace in the presence of God. Because you are making a lot of noise and even now you are not focused. 10 inakuleta kesha. 10,000 ungeitisha watu wenu. Ask something that it involve Mungu ili itendeke. Hello? Sio uliandika nini kwa hiyo kitabu? Renew your mind. Where you are geographically does not matter, but where your heart is matters. The position of your heart determines your victory. The position of your heart.
So maybe you are here physically, but your heart is far. Maybe you are in Meru, but your heart has been positioned somewhere else. You look like a worshiper. You look like a preacher. You look like a believer. But your heart is speaking otherwise. Maybe even you look like my member. Yeah. I'm his spiritual father. But your heart is not. So where you are does not determine. It is where your heart is at that particular time. The position of your heart. Judasi aliagi Yesu. And everybody was happy like, hawa wanafunzi wanapenda mwalimu wao. Hawa wanafunzi walikuwa wanapenda mwalimu wao Yesu. But the position of the heart of the man, alikuwa anajua, muangalia vizuri, and kill him. The man is in my wallet. So we need to understand the power that carries man. Jesus hakuacha wanafunzi wake without the power. That's why vitu mingi asifanyiki, because you're in the church powerless. You are in the church powerless. Na kwa nini huwezi pata power? Because you are not spirit filled. Spirit is the power. So without the spirit you cannot counter the other power. You need the spirit, because the spirit of God is the power. Amen. There are things you don't understand because they need the spirit to understand. You don't know the power of the scripture. If you don't know, it's like you don't know you are right. Jesus answered and said unto them, you are mistaken, not knowing the scripture or the power of God. Huwezi na Mungu and then nilikutana na mchawi mwenye nilimshuku ndiye alitoka mamangu. Nikamwambia simama. Simama hapo. Mimi huwezi niroga, weka uchawi hapa. Leta uchawi haraka. Akaleta nikachoma. Some years back, preaching the gospel. Nilikuwa nafikiri nilikuwa age of 26 years hapo. Nikamwambia huwezi. Nilisikia uliua mamangu. Mimi huwezi niua, leta uchawi. Harakisha. Akaleta nikachoma, and the gospel continued. Mimi huyu hapa. At the age of 26. Mchawi ndiye anafaa kuhama kwa kijiji yenu. Siwe unahama. Amesha yeye. Yes. You need power. Some of us do not understand the power. You carry Jesus and then you behave normally. No. It can't be. What is your partner? What are you doing in the world? You are the one to do it. You have a duty to perform. You're not there just like a statue. Put things in order. What is that? Hakuna wakati wa kudebate. Tumeagilisha a very able kingdom. Things must work. We have no time to debate. We must do our part in our time. In the name of Jesus Christ. Some of us, we like to debate so much. You are the one to do it. You are the one to do it. Ni wewe umetumwa na Mungu kufanya hivyo. The Bible says they are spiritually discerned. Some things you need the Spirit of God to understand. You need the Spirit of God to understand. Don't waste yourself. Don't waste yourself. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor can he know them. Are you spiritual? They are spiritually. Are you spiritual? So the things there are people you are trying to talk with, they will never understand you because they are carnal. They will never, no matter the language that you use, the things of the Spirit
are discerned by the Spirit. Chapter 1 verse 18, 1 Corinthians says, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. It is the power. It is the power. To us, it is the power. To them, it is foolishness. Never try to argue with a carnal man, especially in the church. You are in the church, na umekataa kumaanisha roho aingie. Utakuwa unasikia like pastor anakusomea every day. Tukipanga kila kitu unasikia ni insult. You cannot be comfortable. Because the message of the cross, it is foolishness to those who are present. But to us, it is the power. Hallelujah. Kuna vitu unahitaji kuelewa. Chapter 11 verse 32, the Bible says, those who know their God, you know your God, they will stand and do exploit. Those who do wickedly against the covenant, it shall corrupt. Those who do wickedly against the covenant. Remember, this year is the year of walking in what? Covenant highways. So those who do the wickedly in covenant against the covenant, it shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploit. Those who know their God shall be strong. So if you are not growing strong, something is wrong. Maybe you suffer because of ignorance. There are things you need to understand. Amen. Hallelujah. Kuna mtu aliniambia siku moja, I was preaching. Na kuna mahali tulienda tukakata vitu hapa tutengeneze madhabahu vizuri. Wakasema mganga anakuja kesho. Nikasema mtafanya vizuri. Let him come. Tukaomba sana mganga kuja, tufundishe yeye lesson. Mganga aliposikia akasema siwezi kuja. Unakuja kuroga? Pastor. Tukibiri injili ukuje uturoge sisi. Hai. Mganga. Nikasema kuja ndugu, karibu. Come and see the power. Hakukuja hata leo. Ukuje wapi sasa? You need to align some things. Kuna vitu unahitaji kuweka in order. Ulisariwa. Put things in order. Rekebisha mambo mengine. Speak out. May you be a heart. Wengine wenu hamunja hawaisikika. Ongea usikike. 1 Kings 17. There was a man of God by the name of Prophet Elijah. Aliyesema, I could not tolerate this any longer. Now you know that I'm a man of God. Akasema, Elijah the Tishbite of the inhabitant of Gilead said to him, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand. Kuna Mungu unasimamanga mbele yake we? How do they treat your God? How can you keep quiet when people are mistreating the God that you serve? Ate mukutane. To do what? You need to speak. Somebody say power. Watu wa Mungu atunjetembea in the power of the Holy Spirit of God. Atunjetembea in the power. The Bible says akasema, the God whom I stand, there shall be no to be dew. No rain. This except. Sema kwa neno langu. Sema kwa neno langu. Nilisikia mtu mmoja akitoa ushuhuda akasema msikiti ilikuwa inajengwa Tala Muhammad Airport kule Nigeria. Indaweza akaambia kijana yake enda ushike hiyo mawe hivi useme no hand will finish you before we finish the church. Just a word. Yeye ndiye alienda akaweka mkono akasema you house, you msikiti, no hand will finish you before you finish building the church. And that was so.
When do you argue with sufuria vikombe? Why don't you speak to them? Say I will speak. Una vitu sinangoja kusikia direction. Order. Yesu akasema watu waketi. Leta hiyo mikate. Wewe Mungu ndio uliumba mbingu na dunia, hii mikate iongezeke hao watu wakule. Wakakula na ikabaki vikapu 12. Why don't you speak? Elia akasema at my word, as a man of God, hakuna mvua. Kuanzia sasa hakutanyesha tena. Hawezi pata Yesu na ukaendelea kutishwa na hitu vitu. Hawezi pata Yesu na ukatishwa na vitu zingine. That is true. Believe me. Umepata Yesu Kristo na unatishwa na hitu vitu, haiwezi tendeka. Hawezi kuwa Yesu Kristo. Ukiona vitu zingine hazibadiliki, labda ni wewe hujabadilika. So they are waiting for your new what? Shape. Or your new version. Because they don't operate with the only one. After coming to Jesus, they are waiting for your renewal. So you have not been renewed. Haiwezi fanya na hiyo, itatoa moshi. They are waiting for your new part in you. Ulibadilika kama ni nguo ulibadilisha. Maana kubadilika hili linahitajika ni ya moyo na mawazo. Amen. Kubadilika ya moyo na mawazo. Kubadilika ya kutoka nianze kuhubiri, sijawahi sikia mimi ati nimepata watu wamesema okay from now we will support you 100%. I have not seen that. Number of the people ni matokeo. Ni matokeo. Mna wakati niliamua nitafunga kanisa, nifukuze washirika wote, nikasema nitafunga kanisa na ndio ninunue kitabu yangu ya I4. Ukikuja kwa kanisa una register, unaandika namba ya kitambulisho na una sign ya kwamba utaokoka. Usipo sign na kupeleka kotini. Nilikuwa naona hiyo ndio itanisaidia, kwa sababu siwezi hata shughuli ile nilikuwa nafanya alafu nikuje nianze mugiki. Nikaona njua watu wamekuja na wamekataa kuokoka, nitawafukuza wote. Nifunge kanisa 40 days niende mbele ya Bwana. Kutoka hapo nikuje Sunday, ukiamua kujoin unakuja unaandika majina yako, namba ya kitambulisho, namba yako ya simu, na pale mbele una sign nitaokoka. Nikifuata nikuta hujaokoka, kotini unafungwa na unasema utafungwa miaka mingapi? Kwa sababu sasa hatuwezi kaa hapa, tumetoka kanisa imejengwa mawe, imejengwa hivyo, tukuje tutafute Mungu alafu tuanze drama tena. Nikasema hii kanisa naifunga. That's why sitaki drama. Inaweza kuwa hasara. Asubuhi tulikuwa hapa, jana tulikuwa, usiku tumekuwa, na alafu hakuna kitu tunafanya yenye inatupea Mungu utukufu. What is that? Tunafaa kumaanisha. That's why you don't see Mungu. Kwa sababu sasa Mungu akikuja anasema bando haijaiva. Kuna chakula inakuliwa roho na kuna yenye ni lazima upike. So lazima tuelewe tuko pande gani. Elia akasema hii sitavumilia tena hii kwa Israeli hii. At my time, hii kwa wakati wangu hii nitabadilisha. Hii kwa wakati wangu hii. Mungu aisivyo mbinguni. Hii mambo unaona nikifanya mimi sikuyaona kabla nianze. Sikuwa na uwezo wa kuaccess vitu mingi ile tuna access leo. Lakini tu nilienda kwa imani. Nikaamini Mungu. Sadaka nilishindwa kukula, sadaka ikitolewa inaendanga wapi? Nilipoanza church. Sikujua mahali sadaka itaenda. Lakini tu nikaendelea na kazi ya Mungu.
Na niliamua hakuna kitu itanitisha. It's just a decision that I made. Hakuna kitu itanitisha. Lakini nitaambia watu, Yesu Kristo hako anaokoa na anaponya. Hata kama hapa duniani tutakuwa na mambo makubwa, tukifika mbinguni tutapewa uzima wa milele na milele. And that's what I did. If there is any positive outcome material, hiyo ni Mungu mwenyewe ameleta. But the focus was nirudishe watu habari ya Yesu. My brother, my sister in the Lord, don't play games. Do your part. Unafaa ujiulize, wiki imeisha, ni watu wangapi nimeeleza habari ya Yesu Kristo? Ni wangapi nimeombea wokovu? Ni wangapi nimeombea nikaambia habari ya Mungu? Ni siku gani nimepiga magoti nikaomba? Niliomba lini? Hata hii maombi tunafanya, you are not battle. Utashindaje hii vita? Hakuna mahali unashiriki. Hauwezi nyezewa na usiloe maji. Hauwezi. Hauwezi nyeshewa na usiloe maji. Praise the Lord. Hauwezi nyeshewa na usiloe maji. Hauwezi. Unakuja kanisa unalala mpaka wakati banda itaisha. Ukiulizwa tumesoma kitabu gani? Hujui. Ya Sunday ulisahau. Ya leo mpaka hapa hujashika kitu. Utasaidikaje my brother? Kila kitu ile inafaa Mungu tuwafanye kwa ajili ya Mungu. Wewe umelegea. Umelegea maombi. Angalia lives. You're not obedient. You're not prayerful. Hakuna holiness. You don't fast. Wengine wana fast. Hakuna giving. Ukipata ngiri mbili unasema Mungu, unajua hata si pesa mingi. How do you expect kupata milioni kama umekosa kuaminika kwa 1,000? And you are a believer. Ambia jirani yako apostle anakuongelesha. Hello. Siku moja nilichelewa na fungu la 10. Nikaenda hapa tu makutano. Gari yangu ikaisha tairi pumzi. Kitambo ni paki. Tairi imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Morio, wacha kulala kanisani. Si ndio umekuja saa hii? Kaa vizuri. Ukikaa umelala kwa kiti hivyo utalala. Kwa hiyo keti vizuri. Hii ni kanisa ndugu. Hatuko serious hapa. Yule pastor tulikuwa naye akaniuliza. Nilikuwa nimefunza mambo ya kufanya mapenzi ya Mungu. Ni kijana yangu. Nilipobaki gari hapo nikashika kichwa nikauliza, tutatoa pesa wapi ya kununua tairi nyingine? Akanishika vizuri. Naona kama alikuwa under the anointing. Akanishika hapa akaniambia kuja. Hakuna hata watu, sijui kwa nini alinivuta. Akanipeleka kando, akaniuliza, umelipa tithe? Na ujue mimi nina masikio inaweza ikasikia. Nikamwambia hapana. Akaniambia sasa hakuna stress. Lipa tithe na ununue tairi 20. Na ujue mimi naweza nikasikia. Nikasikia ukweli, kuna kitu ananiambia. Nikapigia mtu. Akanitumia pesa 5,000. Nikalipa tithe ilikuwa ya 4,500. Na nikanunua tairi ya 4,000. Nikawa na discipline. Siku nyingine nikachelewa. Nilisikia my father kwa masikio yangu. Unajua ukiomba sana una uwezo wa kusikia. Nilisikia akiniuliza. Sasa nilipokumbuka na sijakuwa mwaminifu. Nilisikia akiniongelesha akaniuliza, kwani hata wewe umeanza kuwa mjinga? Ninasikia sasa akiniongelesha. Nikikumbuka makosa yangu ninasikia sauti. Nikajua yenyewe nimeanza kuwa mjinga. Hello. Ambia jirani yako tena apostle anakuongelesha.
Umemwambia? Mwambie tena. Wacha nikwambie, God is a faithful God. Righteous. Holy. Hawezi pindua neno ili akufikie. Atafuata exactly. So wakati unajaribu kufanya magic outside his will, Shetani huwa anafurahi tu. Elia akasema, this one must stop in my time. No rain, no even dew. Hakuna hata umande. Mpaka wakati mimi nitasema. Nilikwambia njino hapa 7 years ago. Meno mahali ndaendewa. Nikasema nimekataa. Hakutaongolewa meno. Meno nikusikie tena. Na kutoka siku hiyo 7 years now. Mimi hakuna meno nimengolewa hata moja. Yangu ni 32. Na kuna yenye inangolewa. Halo? Sema singolewi meno. Unayo umeruhusu umengolewa meno, umengolewa sijui nini, umengolewa. Sasa watakung'oa kila kitu. Kila kitu ile ulipewa na Mungu. Mimi hata siku nyingine ndio nilikuwa na expect kuja naona siko. Sasa nimekataa kung'olewa kucha. Kuna vitu ukiendelea kupea nafasi sitaenda yote, nywele inang'oka. Kucha siende. Meno iende. Macho ipotee. Sasa utabaki na nini? Sura ndio hiyo. Hiyo ni shaitani. Kuna vitu nafaa kusema no. Somebody say an anointed no. Nilisikia baba akisema, my father anaitwa Apostle ndo Mesia na Mwenda. 2013 August, I will never be poor. Nikastuka. Nikasema na in case. Sikuwa nimekombolewa hapo. Sikujua kwao hakuna kesi. Ni kusema na kumaliza. Na kutoka 2013 up to date, nimemwona anaendelea kupanda cheo from one glory to another. Amen. Na mimi nilipokaa nikaona mimi ndio nimechelewa kusema. Hata mimi nikasema I will never be poor. Somebody join me this morning. See it? Yes. So hata kama leo viatu ile umevaa socks imetoboka, sio viatu iko na maji, sio fundi aliweka ngamu haikushika, unafaa kujua you will never be poor. Hata kama unjalipa nyumba, hata kama ile nguo umevaa iko na maji, kwa sababu haikukauka na nikauka nikuvaa uko nayo, maana hiyo nime experience. Mimi nimevaa nguo iko na maji siku nyingi sana. Ninajaribu kufua kuna finally navaa nikiwa kwa kanisa mimi ninatetemeka kwa sababu mimi nimevaa iko na maji. Hata kama umevaa iko na maji, ninaongea na wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Become a CEO of your life. Make a declaration by faith because you are a believer. Sema sitashindwa vita. We have no time. Akasema at my time this idol worship must stop. Na kwa sababu hamunisikii, nimefunga bingu. Akafunga bingu and they left. Mimi nilisema ile vitu nitaongea sitakaa huko. Hata kama nitaongea kama mwendawasimu, lakini sitafunga mdomo. Kuna vitu kwa sababu ulifunga mdomo ndio siku na kusumbua. Siku ile utaongea sikaange huko. Afadhali hata upeleke Madhare, lakini wewe huko na wasimu. Ni wao wakuelewi, ni version yako hawaelewi, but you are not mad. Babangu amepea Njori shamba, traditional elders. Na mimi alinipatia nikapatia Mungu. Nikakaunta ile kitu amefanya. Well, do something. Nikasema nimepandisha hiyo funding. Sasa vitu hiyo ikiwezi kanipata mimi. Nikapandisha mambo. Nikasema siwezi kaa hivyo tu. Elia akasema hii iwezi endelea in my time. And they stopped the rain. Kuna vitu unafaa kusimamisha. Lazima tulete change.
Nasema lazima tulete change. Sasa nikae na mic hivyo tu drama. Ati mimi ni pastor, nikae tu na microphone, wapendwa, nikae na mic hivyo tu na siwezi hata kushiba hata nikiwa na microphone. Si nikauze watermelon. I cannot encourage myself with this microphone. I'm a man of God dying. Sisaidii Mungu, ndiye ananisaidia na ndiye aliniita. Tujielewe. Do your part faithfully. Mungu atafanya hiyo ingine. Next verse Bible inasema, baada ya hiyo Elia akajificha. Elia the Tishbite of the inhabitant of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel liveth, there shall not be dew nor rain in these years, except at my word. Next verse. Then the word of the Lord came to him saying, baada ya decision Bwana na kuongeleshanga. Baada ya kuamua utasikia vile Mungu atasema. Aliniambia enda Meru, usiende Nairobi. Nilikuwa naenda Nairobi Githurai. Nikaenda nikatafuta mahali nitakaa. Akaniambia usiende Nairobi, enda Meru. Nilipofika Meru nikaenda kutafuta pale Magunas ama Golden Pillars nijenge kanisa hapo. Nikasema kama nimekuja town nataka kukaa at CBD. Bwana akasema ndiye akatuleta hapa. Alipofanya uamuzi Bwana Mungu akamuongelesha. Siku ile utaamua utamsikia Bwana. Siku ile utaamua utamsikia Mungu. The reason why umekaa muda huo wote na Mungu anja kuongelesha, it is because you have a defined spirit. Mambo inaweza badilika, nisikie leo ndugu. Haleluya. Tunaomba watu waende ngambo hiyo, imeni ni mgonjwa. Tunaomba watu waende Nairobi. Na yako ikikuja ya Nairobi, unamaanisha utaenda? Sasa nisikie saa hii, ili ukienda huko usie ukatekwa. Watu wangapi wameniacha na hii mic? Nikiwa digani nilikuwa nasema naweza enda. Watu wanaanza nauliza kwa nini mnalia? Usiwahi tuacha. Nikikaa wameenda 10. Wale walikuwa wanalia. Nikawauliza haya, hata sasa mnasemaje? Sisi unajua ni Mungu alifungua mlango. Na nikawauliza na Mungu akifungua yangu. Fanya kile unahitajika kufanya leo. Nisikie tu. There are things you don't need to tolerate. Akasema sitavumilia hii. Nimekataa hiyo. Alipoamua Bwana Mungu akamuongelesha. Alipofanya uamuzi mbingu ikaongea. Bwana akamwambia enda ujifiche pangoni pale, kunywa maji, nitatuma kunguru. The Bible says you will drink from the brook and I have ordered ravens to feed you there. I have ordered ravens to feed you there. Ukiamua kunguru ataleta mkate na nyama. Kwa wale mnanielewa, ukiamua Mungu atatumana. Siku ile utafanya uamuzi utamuona Mungu. Bible inasema ya kwamba akakaa hapo, ile kisima ikakauka. Hakuwekea kisima mikono, alisikia Mungu mara ya pili. Lakini siku ikafika akachoka hata kukaa hapo, akaenda kwa mwanamke ambaye alikaa kwake miezi 6. Baada ya miezi 6 akasema hata hii ya kukaa na mwanamke mjane nimechoka. Nataka hapo mwenyewe. Amen. Akasema sasa nimechoka kujificha. Lazima ni face situation macho kwa macho. Chapter 18 verse 15. Bible says Elia said, as the Lord Almighty lives, whom I serve, I will surely present myself to Ahab today. Amen. Huyo Ahabu ametesa watu wa Mungu. Leo tunaonana na yeye. Leo tunaonana na yeye. Leo nitamuona. Leo naona huyo Ahabu ambaye ametesa watu. Leo ninamuona. Come out and never come back again. Kuna vitu unafaa kusema come out and never come back again.
Leave me and never come back again. Yes. Akasema tonight I will face that man. Leo nitamuona. Mama moja alikuwa anashona fulana. Bahati mbaya ile kitu ya kushona ikarundunga mtoto njicho ikatoboka. Na njicho likaanza kumwagika akiona. Akasema that is not true. That is not true. Watu wanaona inamwagika na hata yeye anaona, lakini akasema that is not true. Yes. Baka ikawa finally jicho ipone hata kama hiyo mwitu imemwagika. Kuna watu wameenda hospitali wakatolewa uterus na wakashika mimba. Somebody say power. Power. Kuna vitu. Yes. Wow. Yes. Kuna vitu hata kama siko na inaendelea. Yes. Lazima usimame kinyume. Yes. When you feel like you are sick. Yes. Unakataa kabisa, unasema I'm not sick. Yes. Somebody say I'm not sick. I'm not sick. Iko kabisa inaonekana, lakini unapinga, unakataa matokeo hiyo ya shetani. Yes. Na unasimama kinyume kabisa. Yes. That's how we find the positive result. Yes. In the same land. Yes. Where people are dying, we are surviving. Yes. The same poison in my name. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Say that is my assignment. That is my assignment. Inua mikono yako kumwambia Bwana. Kwako unipae uzima, nakupa moyo